Umekuwa ni mtu ambaye unawakopesha watu pesa, kwa bahati mbaya sana umekuwa na wakati mgumu sana wa kulipwa. Watu wengi ambao umewakopesha au umewalazimisha pesa, mwanzoni walikuja vizuri, lakini kwenye wakati wa kulipa wamekuwa ni watu maadui kwako. Wakati wa kuwakopesha walikuwa ni watu ambao wanakuwa karibu na wewe. Umekuwa na wakati mgumu sana. Unatamani kulipwa haki yako, lakini haki yako imekuwa ngumu kupatikana. Na mwingine kuna mahali ulifanya kazi, unaenda kudai haki zako mpaka leo hujazipata. Sasa mtumishi wa Mungu, nimekuwa kwenye wakati mgumu sana. Natamani kuyafurahia maisha yangu, lakini nashindwa kuyafurahia kwa sababu haki yangu ipo nje. Pesa yangu nyingi iko nje. Watu hawataki kunilipa. Ni maombi yangu mbele za Mungu uweze kukumbukwa na kulipwa haki yako. Adui anataka kuvika vazi la kuwa kawaida. Yaani watu wanakuchukulia kawaida, wanaona hata wasipokulipa nini kitatokea. Na wakati mwingine adui anaweza kukuvika vazi la uharibifu, ukawa katika ulimwengu wa roho unaonekana mtu ambaye hustahili kulipwa, hustahili kupewa haki yako. Mtu akitaka kukulipa anaweza kapanga kabisa kulipa, lakini kuna roho inakuja kumwambia usimlipe, fanyia kitu fulani. Kwa unajikuta ni mtu ambaye unadai mahali mbalimbali, unadai sehemu mbalimbali, lakini haulipwi. Maombi yangu leo, Mungu ainue thamani yako. Mtu yeyote akikufikiria apate utiisho wako. Yule adui ambaye ameondoa utiisho wako na kukuonyesha kwamba ni wa kawaida na kufanya kuwa kawaida kwenye fikra na kwenye fahamu za watu, leo katika jina la Yesu na kuombea ukafunguliwe. Najua hili pito linatesa watu wengi. Pengine ni wewe umekuwa kwenye hili pito kwa muda mrefu, unawadai watu wengi unawadai, na mwingine umekuwa ni mwepesi wa kuwazimisha watu. Hata kama kuna mtu amekuja kukulilia shida, unaamini na uko tayari wewe usifanyie kitu chako cha maana ukampatia yeye. Vitu vyako vingi vimenyamazishwa kwa ajili ya pesa ambazo umewazimisha watu. Vitu vyako vingi umevisitisha kwa ajili ya watu ambao walikuja na kulia shida, nawe ukaguswa ndani ya moyo wako ukawasaidia. Ni maombi yangu sasa Mungu akusaidie. Ikiwa unaamini na uko kwenye pito hili, unaweza kainua mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye amekuwa kwenye pito la ukame wa kiuchumi, la ukame wa kimaisha. Kuna mahali anadai haki yake, kuna watu wanawadai haki yake, lakini watu wale wamekuwa wakimzungusha, wakimpa kalenda ya kila itwapo leo. Leo kupitia jina la Yesu nimesimama mahali hapa, natamka kama mtumishi wa Bwana, natabiri kama mtumishi wa Mungu, naita malaika katika ulimwengu wa roho waende huko kwa maadui, kwa watu wanaowadai, kwa mtu ambaye unamdai haki yako, akawaondolee amani. Yeyote ambaye unamdai, mahali popote ambapo unadai, huyo mtu akaondolewa amani mpaka amekulipa haki yako. Naita malaika sasa, natamka kama mtumishi wa Bwana, najiconnect na wewe mahali ulipo, kama ulivyoinua mkono wako, nami nakuinua mbele za Bwana. Bwana akutane na wewe, Bwana akusaidie, Bwana aende kwa maadui, aende kwa hao wadeni wako ambao unawadai. Umekuwa kwenye pito la madeni, umekuwa kwenye pito la watu na wadai lakini hawakulipi, na kutamkia kwa jina la Yesu, hicho kifungo kikatike, hicho kifungo kikuachie, hicho kifungo kiondoke katika jina la Yesu. Naipandisha thamani yako, naiongeza thamani yako, thamani yako ikapande, thamani yako ikapande. Yoyote ambaye ana jina lako, yoyote ambaye ana kumbukumbu ya jina lako, akakutafute, naondoa kila ukame, naondoa kila uzito, ukuachie kwa jina la Yesu. Mahali popote ulipo, naita nafasi yako, naita kibali chako, naita kukumbukwa, naita kulipwa haki yako katika jina la Yesu. Pokea wepesi kwa damu Yesu, pokea wepesi kwa jina la Yesu, na kutamkia ufungulivu, na kutamkia ufungulivu. Mungu akusaidie ukalipwa haki yako, ukalipwa haki yako, haki yako isitulie mahali popote ambapo nawadai watu. Naomba Mungu akusaidie, malaika waende huko wakafanya